tufanye nini? Cha kwanza nataka watu waelewe kwanza kiini cha tatizo. Moja kati ya changamoto iliyojitokeza ni moja tu ambayo ndio imepelekea haya yote, nayo ni klabu ya Simba kushindwa kuingia kufanya mazoezi kwenye uwanja ambao walikuwa wanachezea mechi, walipaswa kucheza mechi. Sasa kwa wasiojua, nataka wafahamu kwamba uwanja wa Taifa sio mali ya Yanga wala ya Simba. Uwanja wa Taifa ni mali ya serikali, na uwanja ule hutolewa kwa timu inayoomba kuitumia, kama ambavyo imefanya Yanga, na uwanja ukawa sasa chini ya matumizi ya Yanga ambaye ndiye timu mwenyeji. Na ukiangalia taratibu, ukisoma kanuni, inataka kwamba timu mwenyeji atoe uwanja kwa ajili ya timu pinzani siku moja kabla ya mechi, lakini ndani ya muda ule ambao mchezo utafanyika, na mchezo ulikuwa unaanza 1:15. Na katika hili palikuwa na pre-match meeting, mkutano unaohusisha Yanga na Simba, shirikisho la mpira wa miguu TFF, bodi ya ligi, serikali, meneja wa uwanja, wenzetu wa jeshi la polisi na vyombo muhimu vinavyohusika na mchezo wa Jumamosi. Na pre-match meeting ilifanyika siku ya Ijumaa asubuhi. Na nataka unisikilize vizuri ili tuwasaidie wasikilizaji wa Moshi FM waweze nao kujua. Katika mkutano ule wa pre-match meeting, ni mkutano ambao unawaleta wadau wote muhimu katika maandalizi ya mechi. Na kinachotazamwa pale ni mazungumzo. Marefa wanakuwepo, match commissioner anakuwepo, match commissioner anakuwepo, na msimamizi wa kituo anakuwepo. Na kinachojadiliwa pale ni namna gani tunauelekea mchezo. Mimi nilishashiriki kipindi nikiwa kiongozi wa Yanga. Na pale marefa watataka kujua idadi ya vikosi, wachezaji wote, sio wale 11, wachezaji wote wa jumla, lakini pia rangi ya jezi zinazotumika, lakini pia muda wa mchezo utakaotumika, na kanuni zitakazotumika, na taratibu, na namna ambavyo mchezo utaanza, kuanzia timu zitakazoingia, muda wa timu kuingia uwanjani, muda wa kufanya warm up, muda wa mpira kuchezwa, na mpira ukishaisha na watu wanaondokaje. Haya ndio baadhi ya mambo, na mengine ya viingilio na vitu vingi tu vinajadiliwa, lakini haya ni machache nimeyasema. Sasa katika mkutano ule ndipo hapo ambako timu ngeni anamwambia timu mwenyeji kwamba nitatumia uwanja fulani kwa muda fulani. Na anapotoa ile taarifa pale, taarifa inapokelewa na wadau wote wanaohusika na maandalizi ya utekelezaji wa ile kanuni inayotaka timu ngeni kupewa nafasi ya kufanya mazoezi. Kwa sababu kwenye mkutano ule wanakuwa viongozi wa vilabu vyote, mameneja, team captain na watu wanaohusika. Sasa pale ndiko tatizo lilipojitokeza. Wenzetu hawakutoa taarifa. Kwa sababu gani? Labda walikuwa wana means nyingine ya kwenda kufanya mazoezi kwenye maeneo mengine. Na nataka niwakumbushe wasikilizaji kwamba hii sio mara ya kwanza timu kutokufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Hapana. Ilitokea Isamuyo pale Pamba akicheza, ilitokea Yanga akicheza na timu ya kimataifa. Hata Yanga naye alipokwenda kule Tunisia alichelewa kufika, kwa hiyo hakufanya training, na hata Simba ilishatokea. Kwa hiyo timu kutokufanya mazoezi siku moja kabla, hili sio jambo geni wala sio jambo jipya kwenye michezo. Linatokea kwa sababu maalum na sababu nyingine zilizo nje ya uwezo. Kwa mfano timu imetoka Mwanza, imechelewa kufika kwenye kituo kule Lindi na Mungo, wamefika jioni, wamechoka, kwa hiyo wanapumzika, kesho yake wanaingia wanacheza. Haya ni mambo nataka wasikilizaji wayaelewe
kwamba kilichotokea hakikuwa kitu kigeni, ni kitu cha kawaida. Sasa tuje kwenye hoja ya msingi. Baada ya ule mkutano wa pre-match meeting, mkutano ambao ndio unatoa picha nzima ya mchezo utakavyokwenda kuwa, baadaye Simba wakaenda kufanya mazoezi, kutumia haki yao. Na kumbuka ile kanuni inataka timu ipewe uwanja, timu ngeni mwenyeji atoe uwanja, na kanuni inasema kabisa kwamba ni ndani ya muda ule wa mechi kuchezwa au kabla. Lakini utekelezaji wa hiyo kanuni, nisikilize vizuri sana, utekelezaji wa hiyo kanuni una taratibu zake. Mfano, sheria inasema unapovuka barabara kwenye zebra simama. Unaposimama kuna utaratibu wa kusimama. Usimame karibu na zebra au usimame pale kwenye zebra, na baada ya watu kupita utaratibu unakuelezaje. Kwa hiyo kuna kanuni, alafu kuna utekelezaji wa kanuni ndio uliowekewa utaratibu. Kwa hiyo kanuni inamtaka Simba apewe uwanja. Wote tunakubaliana. Kanuni ndivyo inavyotaka. Lakini utekelezaji wa kanuni unaitaka Simba kutoa taarifa kwamba tutakuja kufanya mazoezi muda fulani. Na kwa nini utaratibu unataka Simba utoe taarifa? Kwa sababu unapotoa taarifa unawezesha maandalizi ya uwanja yafanyike ili wewe uje ufanye mazoezi. Kwa sababu gani? Siku moja kabla ya mechi ndio siku ambayo wanachora zile marking zile. Mwisho wa uwanja, katikati, kwenye dimba la penalti, kwenye 18, zile marking ndo zinawekwa. Lakini pia siku moja kabla ya uwanja ndio uwanja unamwagiliwa maji au unakatwa nyasi kidogo. Kwa hiyo kuna maandalizi yanafanyika, na kuna viwanja ambavyo magoli huwa yanatolewa, yale magoli ya kuchomoka. Kwa hiyo unapotoa taarifa, wale watu wanakusaidia kuweka magoli, wanakusaidia kuondoa mikasi, labda mafyekeo yaliyokuwa uwanjani wakati wanaandaa uwanja, wanakupa nafasi wewe ufanye mazoezi, ukiondoka na wao wanaendelea na maandalizi ya uwanja. Ndivyo hivyo inavyokuwa. Kwa hiyo Simba hakutoa taarifa. Hiyo tuseme sio hoja, tuiweke pembeni. Wamefika, wakazuiwa kuingia. Katika kuzuiwa kuingia, ukisoma sasa hapa tunaongea kwa fact, tunaongea kwa vitu vilivyopo vya kweli ambavyo sisi tunavilifaa katika kuchambua hili jambo. Hatuchambui jambo kwa mawazo yetu, tunachambua jambo kwa sababu zilizowekwa mezani na ambazo zipo na wote tunaweza tukazisoma. Ukisoma taarifa ya Yanga ya jana kwa vyombo vya habari, inasema pamoja na Simba kutokutoa taarifa, ila Simba walipofika pale, meneja wa uwanja na uongozi wa Simba walikuwa wanafanya jitihada za Simba waingie kufanya mazoezi. Lakini katika hali isiyotarajiwa Simba waliondoka. Sio maneno yangu, ni maneno ya taarifa iliyowekwa wazi kwenye vyombo vya habari, na taarifa ipo kwenye mitandao ya Yanga, mitandao rasmi ya Yanga, na iko katika magroup. Kwa hiyo ukisoma taarifa ile, pamoja na Simba kutokutoa taarifa na pamoja na Simba kufika pale uwanjani kwenye gate, bado jitihada zilifanyika ili Simba aingie. Lakini Simba aliamua kuondoka. Sio mimi Jerry, ni taarifa rasmi ya upande wa Yanga. Lakini tukirudi, tukisoma taarifa ya Simba, inasema, ambayo sio maneno yangu mimi, ni taarifa rasmi ya Simba. Inasema Simba ilitumia kanuni, ikafika pale ikagomewa kuingia uwanjani tangu saa 11, saa 12 mpaka saa 2. Baadaye Simba akalazimika kuondoka. Katika taarifa ya Simba hawakusema, tusikilizane kabisa, hawakusema waliohusika kuwazuia ni watu wa Yanga moja kwa moja. Walisema kulikuwa kuna vurugu na mababu walikuwa pale wakashindwa kuingia. Tuje kwenye taarifa iliyotolewa na bodi ya ligi ambayo ipo, inapatikana kwenye vyombo, mitandao na kwenye
forum rasmi ya bodi ya ligi na TFF, ukiingia utaikuta. Bodi ya ligi inasema ni kweli Simba walikwenda pasipo kutoa taarifa, lakini bodi ya ligi taarifa yake pia inasema alitokea vurugu zilizosababisha Simba kutokuweza kuingia ndani, wakaondoka, na kwa sababu hiyo wakatumia. Sasa naomba tusikilizane hapa. Bodi ya ligi ikatumia kwa mamlaka ilionayo, ikatumia kanuni ya 34 ya kuahirisha mechi, na kanuni ya 34 ibara ndogo ya 1(3)